microphone. Nipe kipaza sauti. He took the microphone. Akachukua kinasa sauti. He said, bring the vessels. Akasema leteni Bring the vessels leteni vyombo from the temple. kutoka kwa I hekalu. feel like drinking my champagne. Na hisi kama kunywa From champagne the yangu vessels. kutoka kwa vyombo. And they brought the vessels Na wakaleta vyombo that were never touched, ambavyo havikuwahi never abused, havikuwahi tumiwa vibaya to the party of Belshazzar. kwa karamu ya Belshaza. And when they did that, Na wakati walifanya and he hivyo drank from the vessels, na akakunywa toka kwa hivyo vyombo, when Satan touches wakati shetani the anagusa dedicated vessels of God, vyombo vilivyowekwa wakfu za Mungu, that's why the squeeze hapo ndiyo maana mfinyo becomes the ticket for the rapture. unafanyika tikiti ya kwenda The unyakuzi. day the devil touches the bride, Siku ambayo shetani atamguza the biharusi, third pull will come into full effect. mvuto wa tatu utafanyika. We will be out of here. Tutakuwa tumeondoka hapa. Belshazzar, Belshaza, be careful now. kuwa makini Be sasa, careful now. kuwa makini sasa. After he finished drinking, Baada ya kumaliza there kunywa, was a handwriting on the wall. kulikuwa na mkono unaandika ukutani, Mene, mene, mene mene tekele ufasi. tekelu fasini. Hallelujah. Haleluya. And they said, what is the meaning of this? Na wakauliza hii inamaanisha nini? Remember the prophet of prophets of Isaiah. Kumbuka unabii wa Isaya, I will open a two-lift gate, nitafungua malango a mawili dual carriage, na barabara mara and mbili, Cyrus na Koreshi shall come ataingia and loose the loins of kings. na afungue viuno vya wafalme. And the Bible says, Na Biblia when the inasema hand wrote on the wall, mkono ukaandika the ukutani, loins of Belshazzar viuno vya Belshaza were loosed. vikaachiliwa. It turned from a white party Iligeuka kutoka karamu nyeupe to a brown party without pampasses. kwa karamu ya brown ambayo haina He kizuizi. messed himself up. Alijikojolea. Let me tell you, Wacha nikwambie, one of these days, moja wa siku hizi that devil will be sober. shetani atarudi sawa. Belshazzar Belshaza was drunk 1 second, alikuwa amekunywa sekunde but moja, the time that God wrote on the wall, lakini wakati Mungu he aliandika became ukutani a sober man. akafanyika mtu aliye The sawa. demons that are bothering you, Mapepo yanayokusumbua one of these days, moja ya siku hizi, mene tekelofasi. mene mene tekelu The fasini, handwriting kuandishi is on the wall. yako ukutani, The handwriting maandishi is on the wall. yako He ukutani. called the astrologers. Akaita wachawi, He called the witches. akawaita waganga, They could not interpret it. hawangeweza He kutafsiri. needed a man Alihitaji who mtu had a relationship aliyekuwa na uhusiano with the hand na huo mkono that wrote on the wall. ulioandika There ukutani. was somebody who said, Na kuna mtu there is aliyesema, a man in the land kuna mtu katika who is nchi called Daniel. anayeitwa Danieli. Daniel was called. Danieli Brother akaitwa, Branham na says, ndugu Branham anasema, it's time, Daniels, are you here? wa Danieli wa wakati wa We mwisho, are chemko hapa, standing here. We are standing here tumesimama hapa to interpret kutafsiri the handwriting on the wall. maandishi ukutani. Mene tekelofasi. Mene mene tekelu You have fasini, been weighed umepimwa in the balance katika and you kipimo have been found na umepatikana wanting. umekosa. Then you Shetani, have been weighed umepimwa in the balance. katika kipimo. Cancer, Saratani, you have been weighed umepimwa in the katika balance. kipimo. Ancestral spirits, Maroho ya you have been weighed kikoo in the imepimwa balance. katika kipimo. Mene, mene, Mene mene mene, mene. mene mene Tekelofasi. tekelu fasini. Sit a little. Keti kidogo.